Kwa siku ya leo nitaongelea wivu na tamaa. Wanadamu wengi ni wenye wivu, ni wenye tamaa. Msione tunapitia matatizo, changamoto nyingi, ni kwa sababu wanaotuwinda wana wivu, wana tamaa. Kulingana hatua zetu sio hatua zao, kulingana levo zetu sio levo zao. Wanatamani kuwa kama sisi, lakini wameshindwa. Baba yangu, mama yangu, wakubwa zangu, wadogo zangu, wadada zangu, mahali mulipo, na waomba munisikilize kwa umakini sana. Inawezekana kwa sasa wewe sio muuaji, inawezekana kwa sasa wewe sio adui, lakini ukishaongozwa na tamaa, ukishaongozwa na wivu, utageuka kuwa adui, utageuka kuwa muuaji. Kwa sababu tamaa na wivu vikikuongoza, utakuwa ni mtumwa wa shetani. Na watumwa wa shetani hawana huruma. Wamama wengi, wababa wengi, madada wengi, wakaka wengi wanaingiwa na tamaa za kutafuta mafanikio, za kuwa kama watu wengine. Unaweza kusikia mama anasema mimi nataka kuwa kama ule mwanamke. Angalia ule mwanamke anavaa vizuri, anapendeza. Kijana au baba anasema lazima mimi niwe kama ule baba. Angalia ameoa mwanamke mzuri. Ukifanya mambo kama hayo atakuponza sana. Msione wengine tunateseka, tunateswa, ni wivu na tamaa. Wenye wivu na tamaa wameshafungwa na nguvu za giza. Hawawezi kurumia mtu paka walizike wawe kama wao. Lakini hiyo hitowezekana sana. Na waomba mnisikize kwa makini sana. Mabinti wengi na wamama wengi wanaangalia ya nje. Ule kijana na hela, ule kijana na hela, ule baba na hela, sasa mimi lazima niolewe na yule. Angalia ule mwanamke kwa nini ameolewa na ule kijana na hela? Kwa nini ameolewa na ule baba na hela? Wanaenda kwa waganga wa kienyeji. Na uangalia sasa ujinga na upumbavu wa waganga wa kienyeji. Ukisha muendea kwa sababu anapenda kuingiza hela na yeye, kwa sababu ni biashara, anaanza kuambia naviona wakulu wako karibu na mimi, wakulu wamenitoma, mababu zangu wamenitoma. Ukitoa kafara ya ule mama, ukitoa kafara ya ule baba, ile mali zote zitakuwa za kwako. Zile mali zote utakuwa tajiri wa hali ya juu. Halela, halela. Ukifanya hivyo unaenda kubarikiwa. Wanajaribu kubadilisha sauti ya uoga, sauti ya kuwatishia. Eti ni wakulu wanaongea, mizimu ndio inaongea. Waambie washindwe, kwa sababu wanahitaji wewe uwe muuaji, utoe kafara ya damu. Na upuzi na ujinga wenye tamaa, wanaetafuta mali, wanaitika, wanafanya mambo kama hayo. Sasa kwa siku ya leo, mahali ulipo, ukiwa wewe ni mtu mwenye tamaa, ukiwa ni mtu mwenye wivu, uwe makini sana. Ukiongozwa na wivu, either utaua watu au utafanya mabaya. Ukiwa mtu mwenye tamaa, uko tayari kufanya jambo lolote ili kile kitu kipate unachohitaji. Jilinde wivu na tamaa visikuongoze. Sasa kuna wamama wengi na mabinti wengi wanasema ya kwamba lazima niwe na wivu ya mchumba wangu. Mwingine anasema mumewe. Huo sio upendo, ni uuaji. Munisikize vizuri. Hakuna upendo wa wivu na tamaa. Unakutana mabinti wengi hawaolewi, eti wameambiwa na wachungaji wa mchongo, unaenda kuolewa na tajiri, unaenda kuolewa na mtu anatoka Marekani, mwingine Ulaya. Hadi leo wengine mabinti wamezeekea nyumbani. Enyi madada zangu mahali mlipo, enyi wanawake, tumia akili ya kuzaliwa.
Jifunze kusikia sauti ya Mungu wako. Kama sio hivyo, vitakuponza. Ndio maana leo nimechukua fursa hii ya kuwashauri. Kulingana na mimi napigwa vita na watu wenye wivu, hawapendi ni succeed. Ni watu wengi wanatamani kuwa kama mimi. Yule anawezaje kulea watoto peke yake? Yule anawezaje kwenda kazini? Yule anawezaje kufanya huduma? Yule anawezaje kutoogopa wachawi, kutoogopa maadui? Anaendelea kuwakemea. Yeye ni nani? Ngoja na mimi niwe kama wale, niwe kama yule. Watu wengi wivu iliyowaingia ndio wanasababisha kufanya mabaya, wengine kufanya vibaya. Haya ndio nilikuwa nayo kwa siku ya leo. Kwa mtu yote mwenye wivu na tamaa, ajirekebishe.